waliompitisha Ruto, waliosema Ruto ako sawa na waliomuidhinisha hadi tamati ya mchakato huo ni Mlima. Sasa imefikia kiasi kwamba lazima tufahamu jambo moja wenzetu wanalo. Niposa unalia kilio, but wale wanalia kilio different. Vilio vyetu ambavyo tunalia hadi siku ya leo, usijaribu kufananisha kilio unalia na watu wa Mlima. Watu wa Mlima wanalia kilio moja, inaitwa money plus power is gone. Poleni. Money plus power imeenda. Na Ruto alikuwa anajua na fahamu, anaelewa kwamba siku nitachukua hatamu ya uongozi, hawa lazima tapambana nao. Sasa Ruto ameanza kupambana nao, wanaanza kulia. Jameni, tufahamu kitu kimoja katika ukweli wa mambo. Amezungumza kuhusu maji, shule kuwa rahisi, kuwa bure kabisa, lakini anipe rais mmoja aliyetekeleza wajibu huo. Kibaki alileta sera ya elimu ikawa free, lakini kuna mambo mengine hakutekeleza. Uhuru alipoingia hata hiyo elimu ya bure pia haikuwa. So hawa wenzetu, shida kubwa ni kwamba wana binafsi, wana uchoyo, alafu hujiona wao ndio bora kuliko watu wengine. Sasa msiwaelewe makosa. Nataka niwaambie kitu kimoja kinaenda kufanyika, na this is the fact. Wanajifanya wanalia na Wakenya wengine, lakini si kilio. Nitakupa mfano mimi ambao ulikuwa hai. Finance bill ilikuwa ni mkato umepakwa slash 3, zile za juu blue band, lakini zile za chini hazikuwa na mafuta. Tuelewana? Walipoileta finance bill, Mkenya akaona kwamba hii itaenda kutufaidi sisi Wakenya wote. Lakini baadaye zile slash 3 za mafuta ambazo zimepakwa blue band na siagi zikawa zimeisha. Ndio unaona walipoileta walikuwa wanasema kwamba Wakenya hawana akili. Ndio baadaye Wakenya waliposhtuka, lakini mbona hawa Mlima wameleta hizi slash 3 zile mafuta, mbona zingine hazina? Ni kwamba katika context ya ile finance bill hawakuifafanua vizuri, hawakuileta katika unatija. So Wakenya waliposhtuka kwamba si finance bill, kumbe hawa Mlima wana jambo lingine fiche, ndio Raila akatamka akasema, then ikiwa ni Ruto must go, then what next? Si walitamka Gachagua. Narudi kwa Gachagua. Gachagua akae pole, kwa sababu Gachagua plus Mlima. Poleni sana. Yule ambaye amewafanya Wakenya wengine wajione na wajisikie kana kwamba ni Wakenya is just Ruto. Ni Ruto tu. Na kama mnategemea kwamba nyinyi ni wengi sana, ugueni pole tena. Tunataka mtu hakikishie kwamba mko wengi 2027. Sababu Ruto anasema atapita kwa milioni 2. Huo ndio ukweli. Kwa sababu gani? Alisema mimi si mtu wa kuibiwa. Tukawa na Raila plus Uhuru plus State House, alafu amri jeshi mkuu akaja akatuambia Uhuru pale hapa baharini hapa Kifungwai Bridge kwamba mimi nitahakikisha utaniboi wangu harambi hafurukuti. Tukawa na natija moja tu kwamba Uhuru atahakikisha amempa Raila Odinga. Then what happened? Ni kwamba Ruto alivyoingia, sisi wengine tulishikwa na malaria, si homa. Ampita na wapi Kabwela huyu? Ampita na wapi? Tuko na amri jeshi mkuu, tuko na rais, tuko na Nyanza, tuko na Coast Province, tuko na Western. Lakini saa hii ukiniambia ati hapigi tambili, hiyo siasa mpigie mtoto mdogo ambaye hajielewi. Enda upeleka hiyo siasa kule. Mimi kile nafahamu, naelewa, najua at this very moment, najua tunangojea hiyo impact ya Mlima. Tunawangojea nyinyi Mlima. Ruto atapita na zaidi ya milioni 2. Poleni, lakini najua mko mwaumia sana. Poleni sana. Namalizia nikisema hivi. Chochote ambacho kinafanyika kwa ajili ya mwenzako, mpatie pole.
Wenzetu hujiona wao ni bora kuliko watu wengine. Nimemalizia hapo.